السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في محكمه كتابه العزيز: إنما المؤمنون إخوة. ويقول الحبيب المصطفى في حديثه الشريف: المسلم أخو المسلم. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea Uislamu ambao kwamba Uislamu wenyewe ni ukombozi wa mwanadamu. Ikiwa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, 10 la mwisho, Ramadhani 10 la mwisho, Ijumaa ya mwisho leo, yani next Friday, next week insha Allah itakuwa tuko kwenye mwezi wa Shawwal ambao kwamba Ramadhani itakuwa imeisha. Lakini angalia namna ule mwezi mtukufu wa Ramadhani unavocheza role, unavocheza party katika maisha ya Waislamu kwa jumla, au kwa lugha nyingine, namna ya Uislamu unavocheza nafasi duniani kwa ujumla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'anul Karim ameweka wazi kwamba innamal mu'minuna ikhwa, waumini ni ndugu. Ukiangalia maneno ya Mwenyezi Mungu kisha yasikize maneno ya Mtume, kwamba Mtume asema almuslim akhul muslim, Muislamu na Muislamu mwenzake tayari nyinyi ni ndugu. Huku kuna waumini ni ndugu na huku kuna Waislamu ni ndugu. Khutba yetu ya leo tunataka kuzungumzia mumin na muslim. Ujue tofauti ya muslim na mumin. Kisha baada ya hapa ukisha kujua kwamba muslim ni nani na mumin ni nani, hapo ndio tutajenga hoja yetu ya Dajjal ndani yake. Leo tukiwa tuzungumzia masala ya fitna za Dajjal, lakini tunataka kuizungumzia namna gani imecheza role kwenye kugawanya muslim na mumin, ambao kama Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea hivi vitu vyote ni vimoja. Sasa suala litakuja, muslim ni nani, mumin ni nani? Sasa tumzungumzie muslim na mumin, kisha uone namna gani New World Order ilivyokuja ikasambaratisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pekee ndiye anayemjua Allah. Sasa yale ya Mtume ndio mwongozo wetu sisi kwa Qur'ani. Hakuna mtu yoyote anaweza kuja
akaichambua Qur'ani zaidi ya mtume alivyoichambua yeye. Hii ni hoja ya kwamba huwezi kuielewa Qur'ani bila hadithi za mtume. Hakuna njia yote, kwa sababu mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam ile Qur'ani alikuwa akifundishwa na Jibrili. Mtume akaitukua ile elimu ile akawasomesha maswahaba. Sasa wewe utachukua kwa maswahaba waliopata kwa mtume aliyepata kwa Jibril alayhi salam. Na hiyo silsila hii itakuja mwisho, nitawaelezea kwa nini imekuja nukta hii, lakini nataka kuzungumzia muslim na mu'min. Kwanza angalia hadithi za mtume za kuzungumzia muslim na uangalie hadithi za mtume za kuzungumzia muumini ni nani. Hapa ndio utaelewa kiurahisi. Muslim, mtume asema sallallahu alaihi wasallam, muislamu na muislamu mwenzake ni ndugu. Suala litakuja, muislamu ni nani? Hatujaingia muumini, tuko kwenye muslim. Muislamu ni nani? Muislamu, lau utafanya utafiti kwenye hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na hata kwenye Qur'anul Karim, utapata hoja zote na hadithi zote zinazokuja, muislamu ni yule anayekubali kalima basi, hakuna cha pili yake. Muislamu ni yule anayekubali kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, huyo tayari ni muislamu, hakuna cha zaidi hapo. Nikisema hivi namaanisha tunao ndugu zetu ambao kwamba si waislamu, sisi tunao, na hawa ndugu zetu lao utakutana naye akikwambia nataka kusilimu, huna haja ya wewe ambaye kwamba si ustadhi umlete msikitini asilimishwe. Wewe malizana naye huko, kwa sababu tofauti yake yeye Ukristo alionao, yuataka kuingia Uislamuni ni atamke kilma la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, amekiamini moyoni, hakukiamini, hayakuhusu hayo. Tuko kwenye nukta ya Uislamu. Muslim ni nani? Muislamu ni nani? Akisha kukubali Uislamu atatamka tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, huyo ashakuwa Muislamu. Sasa yale mengine hayakuhusu wewe. Bwana nsilimu lakini haji msikitini, huyo ni Muislamu, si ansilimu. Ankubali la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, huyo ni Muislamu. Sasa ni kazi yako wewe ya kuongea naye na kumlainisha na kumnasihi aje aswali. Kule kutoswali ni failia yako, si failia yake. Na hapa sisi wingi hujifanya viziwi na tukajifanya vipofu. Wale wanaopotea tukajifanya wao ndio wamekosa sana, kumbe ni sisi tunaoswali twakosa kwa wale ambao hawaswali. Yule haswali, hafungi, yule sijui hatoi sadaka, yule tajiri hatoi zaka, ulimfuata ukamweleza akakataa. Pengine hata humjui kamwe, pengine hata hujamuona kamwe, wewe ukaanza kumcomment afai. Kwanza ulikaa naye ukazungumza naye, na yale mazungumzo umfika wapi mpaka hata kuswali? Pengine hata hujawahi hata siku moja ukamwona ukazungumza naye ukamweleza. Almuhimu, tuko kwenye masala ya kuwa Muislamu ni nukta moja, ni kukubali kilma cha la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Hapa wewe ushakuwa Muislamu. Ukisha kuwa Muislamu wewe sasa, angalia sa Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotupeleka moja baada ya moja. Kuna haqu muslim ala almuslim. Ashakuwa Muislamu, sasa kinachofuata ni haki ya Muislamu kwa Muislamu mwenzako. Yani huyo si ashasilimu, au mimi na wewe si ni Waislamu?
Sasa tuna haki, mimi nina haki zangu kwako na wewe una haki zako kwangu. Hizo ni lazima. Kwenye hadithi ya upande wa kwanza zimetaja haki 5 na hadithi upande wa pili zimetaja haki 6. Almuhimu haki ni 6 zako wewe kwa Muislamu. Sasa ni moja katika aibu kubwa sana kama wewe Muislamu usijue haki zako. Yani wewe Muislamu watakiwa uzijue haki zako. Mimi na wewe nadai nini kwako wewe mbele ya Allah? Si kidunia, tunazungumzia dini sasa. Tuko kwenye masala ya Muislamu ni nani. Haki zako kwa Muislamu wazijua? Ikiwa huzijui, zijue leo. Na yule ambaye kwamba hazijui, hakikisha umemweleza haki zako mimi na wewe ni hizi. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa utaona mifumo anoileta, anatuonesha wahda, umoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiangalia katika huu msururu wa haya maneno ninayoyapanga, Mtume atufundisha umoja kwa Waislamu. Mbali na ubinadamu kwanza kando, umoja kwa Waislamu ndio inaingia kwenye hapa nukta yangu. Lakini huu umoja wa Waislamu nimekuletea kwa mbali kwamba tofauti ya Muslim na mu'min. Kisha uangalie demokrasi namna gani imecheza party na imecheza mchezo wa divide and rule mpaka Muislamu hamjui Muislamu mwenzake. Haqqul muslim ala almuslim, haki za Waislamu au Muislamu kwa Muislamu mwenzake. Haki ya kwanza, idha laqitahu fasallim alayhi. Haki ya kwanza hiyo ni lazima kwa Muislamu mwenzako, mukionana mmoja atoe salamu ampe mwenzake, ni lazima. Sio kama tuelewana. Haki mimi naweza kukudai kwa Mwenyezi Mungu kwamba ya Rabbi, huyu alikuwa hata salamu yangu hanitolei au hanijibu. Manake wewe ukidai kwamba hakujibu ni maana umemtolea, uko sawa. Lakini huyu hanitolee salamu, mtolee wewe. Ile lawama ije kwake yeye, ninamtolea hakunijibu. Lakini wewe wamtegea, kisa yeye naye hatoi, kisa wallahi hata salamu haitiki. Umempa salamu wewe, ninamtolea, hapo sawa. Sikumtolea, mtolee wewe kwanza. Na khairukum, yule mbora wenu ni man badaa bisalam, ni alianza salamu kumpa mwenzake, ndio mbora. Hakuna mtu mbora kwa Mwenyezi Mungu baina yangu mimi na wewe kama yule atakayeanza kutoa salamu ampe mwenzake. Ubora huu ukitajiwa wa Mwenyezi Mungu, wewe waona kama kitu hakina maana. Wataka uwe mbora wa dunia, uwe mbora wa ulimwengu, uwe mbora wa mtaa, uwe mbora wa mji. Basi hapo wajiona. Lakini mbora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule anayekutana na Muislamu mwenzake akamtolea mwenzake salamu, wewe ndio mbora. Haki ya Muislamu ijue, mimi nina haki kwako wewe kukutolea salamu. Na utaona mimi nikisimama hapa, kitu cha kwanza nimetoa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kitu cha kwanza, na nyinyi mmeniitikia. Sasa nyinyi msipoitikia, itakuwa sasa wewe una madhambi ya kwamba haki yangu hukunipa. Mimi nimekupa haki yako ya kukusalimia, wewe hukunipa. Sasa haya inakuja madhambi, na sasa hapa ndio ule unity na ule umoja unapotea. Tuko kwenye Muslimu, Muislamu ni nani, kisha mu'min ni nani. Huyu ndio Muislamu ambaye kwamba watakiwa ujue haki zako. Ni aibu tena aibu sana aza Muslim wewe hujui haki zako. Ni aibu sana leo usijue. Haki ya pili ni tasmitul atis, akichemua. Na hapa ni wingi hawajui. Kwa sababu gani? Kwa sababu marafiki nilionao huwa nawaona namna gani. Haki ya Muislamu kwa Muislamu mwenzake ya pili ni pale anapochemua
akisema alhamdulillah, wewe wasema yarhamukallah. Hiyo ni haki yako. Sasa suala litakuja, wewe ulechemua unsema hiyo alhamdulillah, ndio kwenye maneno hapo. Sasa Muislamu ni aibu uwe huzijui hizi haki. Ni lazima uzijue haki zako. Ni kama wewe kwa maisha yetu ya kisasa ujue hujui namba yako ya kitambulisho. Ni aibu sana. Wewe ni Mkenya, kitambulisho namba yake huijui. Siku hizi kulingana na M-Pesa kila mtu amehifadhi ID namba. Miaka ya nyuma kabla M-Pesa hakuna ID namba, lakini sasa hivi kila mtu ID namba iko kwenye memory hapo. Kwa sababu gani? Twaitumia sana. Umeweza kuijua. Lakini katika Uislamu nao hukuku zetu ambazo kwamba ni 5 6 hizi ni lazima uzijue. Huna excuse wewe bwana. Sasa Muislamu unaposneeze, unapochemua, watakiwa useme alhamdulillah. Wewe unaichemua, ukichemua tu watakiwa useme alhamdulillah. Yule aliye karibu na wewe akasikia Muislamu wenzako atasema yarhamukallah. Yameisha. Sasa wewe usiposema utakuwa umekosesha haki yangu. Sasa pengine utasema ustadhi, basi kusema Kiarabu mimi ni ngumu, sema Kiswahili. Shida iko sema Kikikuyu, sema Kijaluo, lugha uitaka wewe sema. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuchemua kwangu. Na yule atakwambia Mwenyezi Mungu aturehemu. Wewe sema hivyo tu, Mungu aturehemu, yarhamukallah, au Mungu akurehemu. Yule aliyechemua akisema namshukuru Mwenyezi Mungu, wewe utamwambia Mungu akurehemu. Haya ni maneno mawili, kisha yale ya tatu tuseme marefu usiyazungumzie. Wa yahdikumullah wa yuslih balak wa alhamdulillah yarhamukallah. Bas, tosha hizo, shika hizo tu wewe. Ukichemua hakuna masala umechemua sorry. Wazungu wakuja kuletea nini? Ukichemua mwambie sorry. Sorry ya nini? Hii sorry ya nini? Unchemua pole. Wamwambia nani pole? Kuchemua ni afya. Kuchemua watu wa zile disease spiritually zilioko ndani ya mwili. Ile pua imekataa na mwili wenyewe unkataa kuingiza vile vitu za toa. Ndio ambaye Mungu nakushukuru kwa kunitolea hizi vitu vichafu. Wewe wamwambia pole, wamwambia nani pole? Utaona ule Uislamu umekuja na exact word ambayo kwamba inautumika kwenye sneezing. Ukiangalia tu ule Uislamu, wewe muulize Mkristo yoyote rafiki yako, ukichemua wasema nini? Dini yenu yawafundisha nini? Atakwambia ni sorry, ambayo hakuna kwenye Biblia. Lakini sisi tuwafundishwa kwenye vitabu vetu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukichemua watakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa kwa nini umshukuru Mwenyezi Mungu? Hiyo ni mada nyingine. Jambo la pili ni tashmitul afis. Jambo la tatu ni Muislamu ndugu yako akikualika uende, ni harusi, amekualika jambo la kheri, amekualika kuna kitu fulani, amekuita mahali fulani uende, lakini lile jambo liwe la kheri, ni lazima uende. Hili ni la tatu. La nne ni iadatuhu, ni kumzuru, ni kumtembelea anapokuwa mgonjwa. Utajuaje ikiwa ni mgonjwa? Ni lazima kuna communication. Kuna communication baina yako wewe na Muislamu mwenzako. Bwana, mmesikia huyu ni mgonjwa, basi vipi, waendeleaje? Tena siku hizi maisha ya teknolojia ni rahisi bwana, ni message tu, salamu alaikum, waendeleaje? Basi kuisha tu, alhamdulillah ni mzima, kuisha, ushamaliza haki yako. Leo ndugu yako, rafiki yako ambaye kwamba kwa lugha yetu ni rafiki, kwa lugha ya Uislamu ni Muislamu mwenzako, mgonjwa miaka mingapi, siku ngapi, muda gani, humjui. Sasa ni haki kamili kwa yule ambaye kwamba Muislamu amtembelee Muislamu mwenzake. Hii ya tatu. Ya nne ni akifariki umtembelee, yani ulifuate jeneza. Jeneza ikiwa amekufa, basi ni umtakiwa umfuatilie, uende ukamzike. La tano ni an-nusha, nasiha. Nasiha
ni kwamba akiwa pengine umemkuta ndugu yako kama yule Muislamu amekosea, basi umnasihi katika masala ya kidunia na kiakhira. Nadhani zimfika 6. Kwanza ni salamu, ya pili ni ugonjwa, ya tatu ni sneezing, ya 4 ni nasiha, ya 5 ni kutembelea akiwa ni kumtembelea akiwa mgonjwa, na ya mwisho ni jeneza. Kiasi kukosea 6 hizo. Huyu ni Muislamu ajue haki zake. Kisha kwenye Muislamu huyu Mtume akatoa neno moja, hilo ni gumu sana kwetu sisi, lakini lazima tuyafuate. Si maneno Mtume asema, la yahillu limuslim, haifai au ni makosa kwa Muislamu an yahjura akhahu, kumbura Muislamu mwenzake kwa siku zaidi ya siku 3. Wewe ni madhambi, baada ya siku 3 bado mimi na wewe hatujasuluhisha mgogoro wetu. Tunatakiwa tusuluhishe mgogoro wetu in 3 days tu. Mimi mmekudhi, basi siku ni 3 peke yake. Mtume anatupatia baada ya siku ya 3 ya 4, hayo sasa wewe hamuna tena Uislamu. Si kwamba si Waislamu, hamuna Uislamu. Amekuudhi ni 3 days tu. Siku ya kwanza kasirika unavyotaka, nenda Mombasa, panda gari uende Nairobi. Siku ya pili, ile siku ya 3 lazima ishe. Naangalia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajua si binadamu. Kuna mtu anaweza kufanya jambo akakuudhi mpaka ukahutaki kumuona yale aliyokufanyia, ukawa huna, lakini wewe siku 3, yani wewe hata ukakasirika namna gani, Mtume akwambia only 3 days, hiyo ndio siku yako. Zikisha 3 days, basi hakikisha ile siku ya 4 sasa mnasuluhishana. Wewe angalia, si wewe na kuambia maustadhi na mashekhe waliokosana, wamemaliza pengine miaka mpaka amezika, haendi hata kumzika, ile haki ya kwanza ile iliyoko kule juu pia imevunjika huko. Hizi hadithi 3 mmekutolea za kuthibitisha Muislamu ni nani. Hadithi 3 hizi za thibitisha Muislamu ni nani. Sasa tumzungumzie mu'min ni nani. Almuslim akhul muslim. Mtume asema Muislamu na Muislamu mwenzake, sisi ni mandugu, sisi tulioko hapa. Mwenyezi Mungu akaleta lugha nyingine nzuri zaidi, innamal mu'minuna ikhwa, waumini ni mandugu. Sasa muumini ni nani? Muislamu ni nani? Huyu Muislamu akishakukubali kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, sasa kuna kuswali, kuna kufunga, kuna kutoa sadaka, kuna kutoa zaka, kuna kufanya mambo mema. Ukiyafanya haya, wewe unakwenda stage 2, unakwenda grade 2, unakwenda daraja ya 2, wewe ni muumini. Inawezekana kuwa wewe ni Muislamu lakini si muumini kwa sababu huswali, lakini bado baada kuwa haswali, huyu aswali Ijumaa mpaka Ijumaa, yaswali Ramadhani mpaka Ramadhani, bado Muislamu. Si la ilaha illa Allah yuikubali, bado huyu ni Muislamu huyu. Lakini sasa amesilimu, saumu wa Ramadhani wafunga kamilifu, sadaka yuwatoa, yuwafanya mambo mema, kuswali iko ndani, huyu 100% huyu ni muumini. Kwa hivyo ametoka kwenye daraja ya Uislamu amekwenda muumini. Kwa hivyo sisi tunaweza kuwa ni Waislamu lakini si waumini, lakini ukiwa muumini wewe tayari ni Muislamu. Mpaka tuelewe hii lugha. Sasa muumini, Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, muumini ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema almu'min lilmu'min kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Yule mu'min, waona sasa umekuwa Muislamu, ushaambiwa ni ndugu, ushajua haki. Tukifika daraja ya kuwa swali sote, ile imani imeingia, mahaba yameingia, ikiingia ile imani, sisi tunakuwa kama ukuta mmoja huu, yashuddu ba'dahu ba'dha. Waona ukuta kama jengo, ukuta bloki kwa bloki zinashikana, ndio unasimama nyumba. Sasa wale waumini wanakuwa kama ukuta, yani mimi niko juu yako, wewe uko juu yako, haitingishiki. Hao ndio waumini hao.
Baada ya kuwa tushakuwa Waislamu, sasa tumekuja stage, tukiingia kwenye umini, hiyo ni daraja, lazima tutakuwa namna hiyo. Sasa utaona na ya moja kwa moja leo ukiona sisi hatusikizani, si waumini sisi wingi hapa, over 99% ya tulioko hapa msikitini sisi ni Waislamu tu, hatuwaumini. Lakini tukiwa waumini ndio utaona zile haki sita zile utazifanya wewe. Nadhani tuelewana hapa kwenye nukta yangu ya muhimu hii. Muumini utakapokuwa wewe ushakuwa ni muumini, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema moja kwa moja mnakuwa kama mfano wa jengo. Hakuna zaidi ya mfano huo, hakuna zaidi ya mfano huo. Mfano wa ukuta, mfano wa jengo, namna unavyosimamisha jengo lako linavyosimama, basi nyinyi waumini mnakuwa namna hiyo. Kisha angalia hadithi ya mwisho ya kuthibitisha uumini tofauti na Muslim, ni pale Mtume anaposema mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Mtume asema wale Waislamu kupendana, wale waumini kupendana kwao, tukisha kuwa twaswali twafunga, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ile love, mahaba yetu sisi, kupendana kwetu ni hali ya juu sana. Yani natutakiwa tuwe namna hiyo, kupendana kwetu, kuhurumiana kwetu, kusikitikiana kwetu ni kama mfano wa mwili, mfano wa organs. Jino likiuma mguu hauendi, jino likiuma mguu hauendi. Kwa sababu gani? Organs works in pairs. Hizi organs zinafanya kazi mmoja, au kufuatana au kusaidiana na mwenzake. Jino likikuuma, smile pia haikubali. Jino likikuuma, kwenda huwezi kwenda, kutembea hutembei, raha huna. Huyu ndio muumini. Mimi ninapopatikana na shida, huruma yako iwe kama mwili wako wa homa. Mimi nikipatikana na matatizo, au wewe ukipatikana na matatizo, huruma yako iwe ni kama huruma ile ya mathalul jasadul wahid. Huyo ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani anavyotufundisha mu'min na muslim. Shamaliza. Ikiwa hujaelewa mpaka hapa, hapo kutakuwa na matatizo. Ikiwa hujaelewa muslim ni nani na mu'min ni nani, hii ni nukta ya tosheleza kuanisha kueleza muislamu ni nani, ni mu'min ni nani. Sasa tuje kwenye namna demokrasi ilivyofanya kazi mpaka sisi hatutambuani. Hawa kazi kubwa walioifanya wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumuua Mtume, wakashindwa mpaka Mtume amekufa kwa hali yake. Wakafanya kila aina mbinu, namna gani tutawatetesha Waislamu. Mahali walipofaulu kututetesha sisi ni zile chuki. Sasa namna gani tutaitumia chuki kuwagawanya hawa Waislamu? Na angalia namna mchezo waliocheza, mchezo wa chuki, wakenda wakautia kwenye madhhab, lakini wakafeli. Kutoka 9th century, 8th century, 12th centuries, yoyote walishindwa kutia chuki kwenye madhehebu. Madhehebu ni gani? Sisi madhehebu ni mingi sana, ni zaidi ya 50, zaidi ya 50 leo utafanya research, lakini madhehebu manne ndio maarufu kwetu sisi: Hanafi, Hanbali, Maliki, Shafi'i. Hizi ni daraja za kusoma hali ya juu, standard za hali ya juu, lakini nataka kuleta maneno mahali fulani. Katika hizi chuki, kazi kubwa walioifanya ni kutetesha hawa mashekhe kwenye masala ya madhhab, lakini hiyo ilishindikana. Walishindwa kabisa, wakajaribu wakashindwa kabisa, kwa sababu Imam Shafi rahimahullah kwenye masomo yake, ukiswali salatul fajri ile raka ya pili, ukitoka kwenye kurukuu, ukiinuka, watakiwa usome dua ya kunuti ile: Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt. Sawa. Imam Ahmad bin Hanbal ama Imam Abu Hanifa asema si lazima uisome hiyo kunuti.
Sio kama tumeelewana. Ndio utakuta msikiti huu ukija utakuta alfajiri itasoma kunuti. Ukenda Masjid Sheikh Nasr hawasomi kunuti. Si madhambi. Si madhambi mpaka uelewe. Ukenda Masjid Tauhid hawatasoma kunuti alfajiri. Ukenda Masjid Nuri wasoma kunuti. Haya si madhambi. Wakalazimisha uchukie Masjidul Ihsani kwa kuwa, lakini walishindwa. Lakini angalia ile divide and rule ya democracy. Angalia divide and rule ya New World Order. Angalia divide and rule ya Masihi Dajjal. Angalia divide and rule waloitumia. Wakaona hapa lazima tutengeze sekti zetu za madhehebu. Sekti ya kwanza iliyotengezwa na majina wajatoa wao, mimi nazungumza ni majina ambayo kwamba tuaelewana. Kukatolewa Shiism, Sufism na Wahhabism. Hizi tatu. Hapa ndo walifaulu. Mawahabi, Masufi na Mashia. Hizi sekti tatu hizi. Hapa ndo walifaulu. Sasa angalia sarakasi tulionayo. Sote tukifuata hizi sekti sote makafiri, hakuna Muislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Muwahabi yuamini kwamba huyu mtu wa Maulidi ni kafiri. Na Muwahabi yuamini Mshia ni kafiri. Na Mshia yuamini Muwahabi ni kafiri. Muislamu na hakuna Muislamu, tuvundeni misikiti. Hii mpangilio hapa wamefaulu vizuri sana. Na hapa kuna mtu akiingia Mshia ndani ya msikiti kama huu wa Kimaulidi, basi akiswali ile namna anayoswali, wewe huko comfortable kwa sababu imani yako waamini ule ni kafiri wewe. Tunatoka kule Muislamu nani Muislamu ni la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Haswali waswali, haya kuhusu hayo. Sio kama tuelewana jamanini. Na anasema mara 4 ili uelewe wewe. Yule mwenzako yuko barazani haswali, wewe swali wewe yatosha. Haikuhusu wewe bwana. Si utaki kumnasihi, haikuhusu tena. Bwana twende kaswali, bwana niate. Kwisha. Lakini una lazima yule kafiri kwa kuhaswali. Kumbuka kuna wakati utakaa wewe barazani, yule ataingia msikitini. Hapo ndo utaiona ile dunia ibadilika namna gani. Si kwamba utaswali siku zote. Kuna siku imamu hana mshahara, wiki hajapewa, humuoni msikitini. Utamsema nini? Imamu mwenyewe naye akwenda maboya. Sasa utamtoa na mgani? Hizi ni hali za kimaisha. Leo hafungi, leo aswali. Hii hali hii tumwatie Mwenyezi Mungu Subhanahu, haikuhusu kwenye kuhukumu. Mchezo waliocheza kwenye Ushia, Wahabi na Usufi. Kisema Usufi watu wa Maulidi na hizi lugha lazima nziseme. Mimi ukinizoea huna shida na mimi tena. Mimi maneno yangu ni very open ndio uelewe. Sina ati sijui wale wakufanya watu wa Maulidi wale. Hawa watu wa Wahabi. Hawa na tena wakatengezana mpaka siri zile nchi zenyewe. Wewe ukitajiwa Irani tu, hao ndio Mashia. Hapa mtu yote ukimtaja Irani akwamba hao ndio Mashia. Ukitaja Saudia akwamba hao ndio Wahabi. Ukitaja Yemen, Misri, hao ndio watu wa Maulidi. Zimpangika zile vitu. Sasa mtu yote hapa akavaa kanzu nyeusi, kwa Shia wewe. Basi jamaa itakuwa namna gani? Kuna watu na wajua mimi aogopa mpaka kuvaa nguo nyeusi kwa sababu ataitwa Shia. Angalia namna gani wametu brainwash na tukaikubali ile system. Imefika sasa, angalia ile kazi yao ilipokwenda. Ndio mchezo wanaocheza divide and rule, mchezo wanaocheza. Sasa sisi tutakubaliana sote makafiri. Kwa sababu wale wanaosema Maulidi hayafai wakatutukana sisi tusoma Maulidi, watuambia sisi makafiri tuabudu makaburi. Haya sisi shakuwa makafiri. Haya mumbaki nani? Ambaki Mshia na Muwahabi. Muwahabi asema Shia ni kafiri wa kuuliwa kuzikwa. Haya ambaki Wahabi tu. Sisi watu wa Maulidi tusema nyinyi makafiri. Sote tunakuwa makafiri. Mtezo huchezi wewe maamuma, ni shekhe ndo anayesimama hapa akisema. Hama shekhe ndo wanaolipwa kupanga mikakati kama haya. Si wewe kazi yako nikusikia tu barazani ukaseme. Na mchezo umechezwa toka sisi hatujazaliwa. Tukizaliwa tuambiwa hayo maneno mpaka imefika. Agenda zao ndo zimetimia. Leo
Irani wampiga Muisraeli kipigo cha kihakika, lakini Muislamu hawezi kufurahika kwa sababu akwambia makafiri wale Shia. Angalia ule mchezo walivyocheza, game ilivyochezwa, imekuwa wewe huna raha, wamsikitikia nani? Muisraeli kupigwa. Lakini usahau miaka 50 sasa Muisraeli wampiga Palestina, na misikitini tutasoma kunuti. Tena mtu akwambia bwana ustadhi, wajua Waisraeli sahihi wapigwa, maji hakuna, hata chakula hakuna. Sasa tufanyeni, tuombeni dua. Haya, Allahumma hadina fi man hadayt, ya Rabbi waangamize Israeli. Haya, leo iwapigwa ndio tufurahike jamaa. Leo ndio wakati anempiga nani? Ni Muislamu, si Irani. Paka tuelewe. Wewe paka utoe ule ushia ni Uislamu. Hatuna sisi kilima cha ushia wala muwahabi wala sufi. Sisi ni Waislamu. Waswali hivi, waswali hivi. Hayo yako wewe, hanihusu mimi. Mshia akija kuswali hapa, ana kijiwe akikeka hapa, akisujudu wasujudu kwenye kijiwe. Haya kuhusu wewe, wewe swali kwenye carpet. Ya kuhusu nini? Wataka kuingia Shia, ingia. Nani mkuzuia? Ni poso pengine unandaa, watakwenda Wahabi, nenda, wewe utajua na Mungu wako. Lakini Uislamu wetu ni ule ule, la ilaha illa Allah Muhammad Rasul. Sasa hizi ni vitu tactic zimepangwa mpaka tuelewe jamaa. Wallahi nilisema na narudia tena mfano namna ilivyo ile effect ilivyopiga walipoamua kuangamiza zile dola za Kiislamu. Wamempiga Muiraki wakammaliza, wakampiga aitwa nani, Libya wakamwangusha, Syria imeangushwa, Lebanoni zimeangushwa, wankwenda ile Middle East yote wameipiga. Ambaki nani? Ambaki Muirani, ambaki Muirani. Kisa ule tactic alivyoiteza. Mimi nasema siku zote raha ya demokrasia yajitokeza yenyewe, yani ule urongo wenyewe wajitokeza wenyewe. Wengine angalia sasa mikakati inaupangwa, walioipanga wakatengeza bezi zao kila mji ulioko kwenye Middle East wa Amerika. Kumlinda nani? Wanamlinda Muyahudi Muisraeli. Muisraeli kazi yake ni kumchapa nani? Mchape Palestina unavyotaka. Sasa nukta na yangu inakuja hapa. Israeli awe Muirani akitumia ballistic missile kumpiga Muisraeli, ni lazima ipitie Kuwait, kisha ipite Saudia, kisha ipite Jordan. Sikiza vizuri Ikiwa itapita kwa juu ni lazima ipite UAE, au kwenye ule upande mwingine mpaka upite upande wa Syria. Sasa tuchukue hii moja tu. Muirani akirusha missile moja kwa moja, kirusha, tuchukue mfano missile alirusha ni 20 at once, akirusha ikipita Kuwait, wale Kuwait wanazidengua zile missile za Irani. Akizidengua si 30, atakuwa ndengua kama 10. Kisha inakwenda tena ikipita Saudia, inadenguliwa tena kama 10. Zimbaki ngapi? Saumu kali. Jamanini, missile ballistic zilorushwa ni 30. Zikipita Kuwait amezidengua 10, zimeanguka. Ile missile zikenda tena zikipita Saudia, wanazidengua, wanamtetea nani? Hawa Muisraeli asipigwe. Hakuna njia nyingine bwana. Wamekaa kazi yao ni tuhakikishe Muisraeli asipigwe. Muirani akirusha tuzidengue, na Mwisraeli akirusha zinapita. Msuudi anasikia raha hiyo yapita, nenda kampige Irani. Hii ndio effect ya Wahabi na Ushia na Umaulidi. Kwa sababu gani? Saudia ni Wahabi zima na host yeye, kwake yeye ni afadhali ammalize. Nadhani tukumbuka Gulf War iliyopiganwa Muirani alipopigana na Iraki, walikuwa huyu Muiraki asema yeye ni msuni wampiga Mshia. Njia zile zile. Imamu Ramadhan al-Buti Ramadhani wasomesha darsa, kumepigwa bomu, aliingia kupiga bomu ni Muislamu. Kwa sababu gani? Asema huyu ni mtu wa Maulidi, twamuua naye Muislamu. Mwapigana nyinyi kwa nyinyi bwana, hapigani na mtu mwingine bwana. Sisi kwa sisi ndio tupigana, kwa sababu tumetolewa ile masala ya huyu ni muumini,
huyu ni ndugu yako, hakuna tena. Namalizia kwenye nukta yangu. Jamanini, ikiwa ballistic imetumwa 10 zimedanguliwa Kuwaiti, 10 zimedanguliwa Saudia, 10 zitadanguliwa na Jordan, ikifika Israeli itakuwa ni missile moja tu pengine. Sahihi, makombora yanaoruswa hata Saudia hawezi kuzuia, yanavuruswa ni mvua. Na hii ni raha kwetu sisi Waislamu. Usiseme ni mshia bwana, hii ni ushindi wetu sisi Waislamu. Ikiwa Muirani mwenyewe asema huu ni ushindi wa Islamu, wewe asema mkafiri, wewe ndio kafiri. Mtume asema yule anemwita Muislamu mwenzake kafiri, yeye ndio kafiri. Mimi jamaa ni Muislamu, wewe mshia kafiri, mimi nishakwambia Muislamu, wewe una haja gani tena nyingine? Lakini ni ule chuki ambao kama tumejazwa nao na mashekhe, lazima tuitoe sasa. Hii ni hali ambayo kama tuieleweni, na Mungu awajalia hawa Saudia, Makuweti watie fahamu kwamba hawa walikuwa wanatutetesha miaka na mikaka, angalau sasa hii tunaiukia. Mwenyezi Mungu atupe umoja wa hakika. Mwenyezi Mungu atutakabalie saumu zetu. Mwenyezi Mungu ajalie huu mwezi uwe ni mwezi wa ufunguzi wa kila mambo ya khairi insha Allah taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.